hata moyo unaenda tu mbio vibaya tu sio kichwa tu hata hasira tu sana naweza nikakata nisiongee na nisikie tu vibaya lakini nikitumia vitu vyako mambo na kweli ana kitu mambo na kwani shwari inaja hapana ndio inaja ya nini mambo sawa sawa. Aise huyu shuhuda hizi shuhuda tunazitaka kanisani ili watu ziwafungue ziwajenge. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoambia Yesu ni mzuri, kweli Yesu ni mzuri. Lakini baada ya kuja hapa na hizo shida zote, matatizo yote, je, kuna ambacho tulipewa kwamba masharti tu ni haya ulipokuja hapa kanisani? Hapana. Tuliomba tu kwa jina la Yesu na mafunuo tu kama ya maji basi ukatumia na mambo sasa hivi uyasikii tena kwa habari ya shida hivi vitu. Si ndio? Lakini walikuambia kwamba wewe una nguvu kuliko sisi. Si ndio? Na hatuna haja kufundisha uchawi wala nini? Wala uganga. Nikasema kuna watoto ambao wanazaliwa tangu nini? Tumboni. Wao ni watumishi wa nini? Wameshaandaliwa kuwa watumishi wa shetani automatically. Maana yake hapa yani alikuwa hana haja ayafundishwe uganga kama anafundishwa wengine uganga ama kanua uganga. Yeye ule uganga amezaliwa nao kabisa automatically. Sababu nimwambia wewe mwili wako una nguvu, si ndio? Aliambiwa mwili wako una nguvu kabisa. Wala mimi siwezi kutibu. Yaani mimi uliyenijia natakiwa unitibu. Na akaambiwa kwamba ilipasa ungekuwa mganga tangu nini? Tangu akiwa mdogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa rehema za Mungu kwa sababu kile ambacho ameweka ndani yake na adui alikiona mapema akakiwahi ili akitumie kwenye ufalme. Lakini nashukuru Mungu amempa neema na sasa hivi ameokoka na mpenda Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu atamtumiza zaidi hapa. Amen. Haleluya. Amen. Karibu sana Mungu akubariki sana. Bado una mizigo tena. Hiyo mizigo imeisha. Na mingine hii hapa. Itaenda mwenyewe. Nisema lazima au. La pia wewe kuna mwingine mizigo tena mwingine. Nichukue mizigo mingine. Leta mizigo mingine. Ndio. Utandike. Leo kuna kazi. Jamani hapa sio kwa kugaza vienyeji hapa ni kanisani. Hapa ni kanisani. Amina. Ndio tunaomba jamani tunaomba. Hizi bado za kwangu peke yangu ni zangu mimi na mume wangu ambaye tunaishi naye. Ukipata shida njoo rafiki yangu usisikie bwana. Yeye na mume wake. Yes. Mzigo huu ni mzigo. Na chumvi ya mawe. Hilo bila leo. Hiyo ndio itatokea nyumbani kwangu nipate. Naona mizigo wewe. Hii ni mizigo. Wewe mtaki Yesu na kumwomba tu. Ndio kumwomba hivi. Mpaka ikute na wewe sasa malashi. Ananukia vizuri. Kwa sasa mimi nataka kuuliza swali. Maana yake huu nimetoa nini? Yaani mlikuwa hudi kazi yake nini? Unajua wewe rafiki yangu kwa kwako. Kuna kipindi tulipata shida. Nadhani amesahau ndio. Kumbusha shida sikiwa huku mafungu. Nilikuwa mafungu mimi nilitoka nikarudi Burundi. Nakuta tunaibiwa ndani. Anasema tukaenda. Tulipoenda tukapewa ubani na udi na dawa tukichoma hivi vitu virudi. Na virudi vile. Na mtoa shilingi ngapi? 80. Na mtu alikurudi. Ikaliwa 80 yote. Sio 80 tu aliendelea kurudi. Mganga.
baba anafuatilia. Baba anaenda shika bila zingine. Zingine shika zingine. Jumla kabisa. Taxi taslim. Tofauti ya 80. Ndio tunakwenda zaidi. Kwa laki na kumi. Na hivi vingine vyote manake kama hii dawa yake ni nini? Basi ni mzigo jamani. Huu ni ya tumbo. Hii kazi yake ni azieleweke ni ukienda unapewa mzigo. Pole mwanangu. Na hiyo kama vile nani kama giligiliani. Kama giligiliani. Hapo ni maelekezo hii. Nasema one time. Kiingereza nasema love one time. Nimeshangaa au nasema ya upendo nini hiyo? Maana nasema time of love muda na one time. Jamani nadhani mmeona. Amen. Mmeona jamani? Amen. Ndio ndio afya. Bwana. Bwana mchapa. Sisi ni watu kama. Yaani ukiweka malasha kwako ndugu yangu mtu atoki. Anaenda ukatu milele. Haleluya. Amen. Kwa hivi vitu mko mmepewa vyote. Lengo viwasaidie sasa lakini havikuwasaidia chochote. Na bado fedha zikazidi kuendelea kutoka. Si ndio? Lakini nimekuja mahali hapa Mungu umemuona. Fanya vitu kwa si ndio? Si ndio? Kwa jamani kama sababu mmeona kwamba uchawi upo. Mimi kwa kweli sisipenda sana kwenye nyama. Ndio maana nauliza ili ushamba fanyaje? Shambo nitoke. Mimi napenda kuuliza ili nijue. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Napenda kujifunza vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu sijafika sana huko. Nipite kidogo sana Yesu kufika sana. Kwa sasa hizi mkoa utakwenda kuoga. Chukua dawa fulani ya kuoga. Hizi. Utakwenda kuoga. Ya tumbo. Kwa tumbo kwa inakusumbua. Sasa jamani. Jamani uchawi upo. Uchawi upo. Uchawi upo. Ya ambacho kaza jikubwa. Tunaona video hivi. Na waganga wanakuja. Kuna mganga mmoja naye nishamhudumia ile imeshaokoka shapona. Bwana Yesu ape sifa. Yeye tulichoma kwake. Hivi vingine hivi ni rafiki yangu mmoja hapa sitamtaja jina. Haleluya. Yeye alipewa hivi na hichi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila akanambia mchungaji baada ya kupewa hivi maana naye alikuwa na changamoto kama za huyu. Alikwenda kwa mganga akaambiwa wewe babu yako alikuwa gani? Akapewa masharti anunue mkuki, anunue vile vitu vya juu chini na hizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini akawa vitu havipendi sasa, yetu akaisha kwenye hivi viwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini ananiambia tangu siku ameanza kuvitumia hivi. Leo ni mwaka wa ngapi? Wa 6. Ajui usingizi maana. Leo ni mwaka wa ngapi? Wa 6. Yaani mpaka anasema basi. Anasema kwamba mchungaji hata nikwasikia zangu wanakoloma na shangaa. Wanapataje la namna hii? Ana miaka 6 hujui usingizi. Yeye usiku ni macho. Na hata kama afanye kazi ngumu kiasi gani asikuchoka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama inaweza kusema dini. Ni kwa hapa ina shida za kusema. Naomba nani? Naomba bati.
usitakase. Wewe mwenyewe unatakasika na wewe mchungaji. Kwa jamani, Yesu anaweza. Yesu anaokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Zile shuhuda za kweli anasema labda sababu muda mwingine huwa anashuhudia labda mchungaji amewatengeneza. Sasa hivi vifu wametengeneza ngapi? Kuvileta hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hivi ni vitu ambavyo viko wazi. Tutavichoma moto hapa. Beti. Na baada ya kuvichoma moto kuna vitu baada ya hapa hamtovisikia tena, kama ni kwenye miili yenu hamtovisikia tena. Ndio nzuri sana, napenda ushuhuda. Washa moto hapa. Na unani unawasha unani?